You are truly a beautiful church. Ninyi ni kanisa zuri. Amen. Nilipewa sifa zenu nikija mahali hapa, na nimeelewa kwa nini nimepewa hizo sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa majina naitwa Pastor Robert Mwangala. Hayo ndio majina yangu kamili. Kwa neema ya Mungu mimi ndio mchungaji wa kanisa letu la Grace Covenant Church Voi, na mimi ndio nitakaye kuwa nina host the youth conference that is coming up later this year. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo vijana mnakaribishwa Voi. I can see you have energy. Sijui kama mnapita yetu. Ama mnahitaji kuvuta kitu kidogo ipande, vuteni. Hamna haja kuvuta. Na waruhusu. Sababu najua ni kibra hii. Kuna vitu zinauzwanga hivi za. Ni kibra hii. Usifikiri sijui. Tuko macho. Mnatosha? Kabisa. Hamhitaji kuongeza kidogo. Eka chai. Kidogo hapa. Kule hahitaji. Kule mzee, kule ni kubaya. Kule ni kubaya. Sasa na sisi ni amplify. Utaona. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa neema ya Mungu mimi pia ndio katibu mkuu wa makanisa yetu ya Grace Covenant Church of Kenya. Amen. Na tunatumika pamoja na mchungaji chini ya askofu wetu Morris J. Mwale. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Open with me in the book of Genesis chapter 49. Genesis chapter 49. I am talking about grace in action. Kipatia dakika kama 30, I should be done with what I want to say. Genesis chapter 49. Now, nitaenda mbio because I'm telling you a story. Genesis chapter 49 is a story about Jacob blessing his children. Sote tunajua Jacob was the son of Isaac, who was the son of Abraham. Jacob akapujaliwa akapata watoto 12. Mmoja wao akawa anaitwa Joseph, ambaye aliokoa wana Israeli kutoka kwa utumwa, ndio sasa watolewe na Musa. Kwa bahati mbaya Jacob ama Joseph akafariki Misri, na akawa amepatiana wasia ya kwamba wakati mnatoka bebeni mifupa yangu. And so while they were coming out, Joseph was not around. But before they even come out, Jacob akachukua watoto wa Joseph akawa adopt kama wake. And so wakati alipokuwa anatoa urithi ama anabariki, Biblia halimtaji Joseph akipewa urithi. Bwana asifiwe sana. Badala watoto wa Joseph wakawa included katika urithi. Sijui kama unakumbuka hiyo story. Katika urithi ule ambao ulikuwa unatolewa, watu 3 waliongelewa ndivyo sivyo. Wa kwanza alikuwa anaitwa Reuben, ambao Biblia linamtaja kama alikuwa ni kifungua mimba, the firstborn. Biblia linasema Jacob akasema you are power in excellence. The guy I think alikuwa ni ana nguvu, alikuwa he smart.
lakini akasema you will not succeed. Why? Because you went into your father's bed. Bwana sifa sana. Amen. Tuache Reuben kando. The second people that walipewa baraka mbovu. Reuben ni kama hakulaaniwa. Ni kwamba aliambiwa wewe hauendi mbali. But Levi na Simeon walilaaniwa. Kwa nini Levi na Simeon walilaaniwa? Kuna story hapo kwa Biblia, I believe is Genesis chapter 34. Ya kwamba Dina dada yao, wakati Jacob alipoingia katika mahali fulani, kijiji fulani, akijaribu kuwa urafiki na wale watu, mtoto wa mfalme wa pale akapenda Dina na akambaka. Baba akakuja akaomba ya kwamba mtoto kijana aoe Dina. But hili swala halikufurahisha ndugu zake, na Simeon na Levi wakaondoka wakaenda kuua yule kijana baba yake, na wakaua wanaume, wakachukua, yani they plundered kwa maasira. How can you do this to our sister? Jacob hilo jambo lilimuudhi. Akawaambia, mumenifanyaje mbele ya hawa watu? You know the story, yeah? I am telling you that because as we now approach Canaan, Mungu akawa anataka kupeana majukumu. Now, you remember, wakati kupewa urithi, Yuda aliitwa praise. Aliitwa yeye, he will be the praise. Na ndio maana unasikia watu, Judah was in charge of praise, whether true or not, but who cares? But you see what I'm saying, yeah? Wengine kina Manase, kina hao wengine wote walibarikiwa except Simeon na Levi. And then time came, wakawa wanahitaji kuingia Canaan, na Mungu akaamua kuwapanga ni mahali gani ambapo they will settle. It is said that the reason katika urithi Jacob alibariki watoto 12. Ingawaje Simeon na Levi aliwaambia you will be scattered. Bwana sifa sana. Nataka usome Genesis 34, usome Genesis 48 and 49 at your own time. No, listen to me, at your own time. So wakati umrithi unagawanywa, watoto 10 wa Yakobo wakapewa urithi. Bwana sifiwe sana. Amen. 11 including Joseph. But ukitoa Joseph wakawa 10 waliopewa urithi. Kumaanisha waliopewa urithi ni Reuben, Simeon, acha nikutajie. Waliopewa urithi wakawa ni Reuben, Reuben, Simeon, Judah, Zebulun, Issachar, Dan, Asher, Naphtali. Hao ni wangapi? Yesabieni. Reuben, Simeon, Judah, Zebulun, Issachar, Dan, Naphtali na Joseph. Ni wangapi? 8. So let's go again. There is an Asher somewhere ambaye nimempoteza. So let's go again. Reuben, Simeon, Judah, Zebulun, Issachar, Dan, Gad, Asher, Naphtali. Ni wangapi hao?
na Benjamin. 10. They were supposed to be 12, si ndio? Nimeacha nani na nani? Joseph na Levi. Sawa. But Joseph watoto wake wakapewa portion kila. Wajukuu wakaingizwa katika wana. Na zile position mbili wakachazwa hawa. Nani amekosa urithi? Bwana sifiwe sana. Nataka kukuonyesha kwamba the guy that was cast ended up losing his inheritance. Unaelewa vizuri? When we eventually get to wanaingia Canaan, tangazo likatangazwa ya kwamba Levi hatapewa urithi. I'm confirming you ya kwamba Levi hakupewa urithi. Kwa nini hakupewa urithi? Bwana asifiwe sana. Kwa nini hakupewa urithi? Kwa sababu Mungu alimchagua Levi awe nyumba ya ukuhani. Bwana Yesu asifiwe sana. Nani amechaguliwa kuchukua nyumba ya ukuhani? Levi. Levi ni nani? Levi ni yule ambaye alilaaniwa na babake. For us Christians, he then becomes like the bishop. Bwana asifiwe sana. Because it is nyumba ya Levi ndio ilitoa a high priest. Now, mfalme alikuwa ni mtu mwenye nguvu sana. Lakini mfalme alikuwa hawezi kujioweka mwenyewe ufalme mpaka a prophet or a high priest afanye nini? Amwekee mafuta. Bwana asifiwe sana. Ni mfalme, ni high priest ndio alikuwa anaingia katika patakatifu pa watakatifu ili akaombe kwa ajili ya utakaso wa watu wa Israeli. Bwana asifiwe sana. At some point ni Sauli ndio aliingia akatoa sadaka na Mungu akamkasirikia. A king hakuruhusiwa kufanya kazi ya a high priest. Nakwambia nini? Ya kwamba Levi was exalted to probably the highest rank among the children of Jacob. But nataka nikukumbushe, we are talking of the guy that was cast. Najua unashindwa, where am I going with this? Katikati ya watu Mungu aliowachagua wawe katika kipaumbele katika kueneza injili ya Bwana, Mungu alienda to the one that used to murder the Christians. The one that was hated the most. Surely kulikuwa na mtoto wa Zebedayo alilelewa katika hekalu, ambaye alikuwa hajaua mtu, ambaye alikuwa hajazini, ambaye angekabidhiwa hii mantle ya kuongoza kueneza injili. No, Mungu akaamua, I will not pick the good one, I will pick the one that has persecuted me. Saul, why are you persecuting me? Bwana sifiwe sana. I know you have no idea why I'm telling you these stories. Paul wakati fulani alipokuwa anaondoka kwenda kwa umissionary, alikuwa anafaa aende na Barnabas. Ndio Bible. Lakini kukawa kuna kijana anaitwa John Mark ambaye huko nyumbani walikuwa wameenda na yeye, lakini akaasi, akawatoroka. Nakumbuka hiyo story. Alipotaka kwenda nao tena, Paulo akasema hatuwezi kwenda na huyu mpumbavu. Ushafanya kazi na kijana ambaye hajielewi, mumeenda katika conference, mumeenda Voi katika huduma, alafu mnashangaa amepatikana kwa guest house na malaya fulani. Ameleta aibu kwa kanisa la Kibra. You see the story? I hope you will not do that when you come to Voi. Wewe unaogopa sio? Kuna vijana hawana adabu. Unambeba na mchungaji, I carried one young man,
Nikaenda na yeye mahali, and then suddenly nikampata mahali watu wanakunywa mnazi, anataka kupewa ka glass ka mnazi. Nikamuuliza, what are you doing there? Utaenda na yeye kwa mission nyingine? Na si ajabu hapa kanisani kuna watu ambao mumewalabel namna hiyo ya kwamba huyu alituaibisha juzi. We cannot carry this young man anywhere else. Unasema unauita aliharibu ushuhuda. Si hivyo ndio mnakuitanga huko eh? Yes. Aliharibu ushuhuda. Hatuwezi kumbeba. Aliingiza msichana wetu mimba. Hey. Unajua huyu alikuwa treasurer kanisa ikianza. Unajua alienda na pesa ya church. Na huyo, mbona mmenyamaza? Naongea kitu iko kweli kama pesa hiyo. Hapana. Hiyo kimya inasema kitu kingine. Ni kama nimekanyaga na hivyo haya. Anaitwa nani? Anaitwa Pascal. Ni nani yule amekuja kwa akili? Ni Edward. Kuna mtu amekuja kwa akili, yule ambaye umesema, yes, ni kama yule jamaa amekuja, nimekuangalia kwa macho. Somebody amepop hapa akasema, yenyewe Douglas hakutufanya bomba. Yenyewe Douglas hakutufanya bomba. Alichafua jina. Aliongea mtumishi wa Mungu vibaya. Alishuku msichana mchungaji vipi na Priscilla. Na kama kanisa mkaketi mkutano na mkamweka kando, mkajua huyu tumemalizana. Naona mkumbuka sasa amekuja vizuri kwa ajili. Ulikuwa unajaribu kumtoroka lakini jina inakuja. Magdalena mpaka sasa umekubali huyo ni Magdalena anaongelewa. Mama Toto. Ile kitu alinifanyaje? Haikuwa mzuri. Na mimi mke wangu tumia hii statement huyo tulimalizana. Umemalizana na wangapi bro? Siniangalie kama mtakatifu. Niko kiroho, ninaona vitu ambazo watu wengine hawaoni. Ulimalizana na wangapi bro? Unasikia ina debate. Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo akiandikia Timotheo barua, nenda katafute. Anasema nileteeni John Mark. Kwa sababu huyu ni wa maana sana. Amekuaje wa maana? Because ile kukosana walikosa, mimi sikupatii vifungu leo. Nataka ukavitafute kwa Biblia. Ile kukosana walikosana, ilibidi Paulo achukuane na Sila waende. Alimwambia Barnabas, mimi over my dead body. Siwezi kwenda na usi wewe. Ama ni wewe. Mchungaji, ile kweli kabisa mimi sijui story. Mimi sina habari kabisa. Hata sijui kwa nini nimefanya hivi. Sianze kukosana hapa, basi alikuja. Aliambiwa maneno. Wanataka kunimaliza kisiasa. Wanataka kunivunja moyo. Mpango. Naongelea kitu ambayo imesumbua kanisa ya Neema Community Church. Siongelei mambo ya mbali. Mimi sikujileta hapa. God brought me here with this message. Siangalia kwa ubaya mzee. Mimi sikujileta hapa. Mimi nimeletwa hapa na Mungu. Na hii ujumbe singeihubiri kama ningelikuwa sijui ya kwamba ni yenu. Singehubiri. Ningeotafutia wengine. Ya kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hataka mtuma, kwani unafikiri ufasa iko? Iko hapa. Nikuhubiri give and it shall be pressed down. Yes. Check in. Nikuhubiri Matthew 7:7 na ijua iko hapa. Lakini hizo zote zileka kando, nikasikia moyo naambiwa, kaambia watumishi wangu, they have received grace, let them extend grace. Amen.
mmepokea neema. Amen. Wapendwa, mmepokea neema. Amen. Ni neema ya Mungu ndio imekuweka Highland. Si kwa sababu mzuri. Ni neema ya Mungu ndio imekuweka hapa leo, si kwa sababu hujakosea. You have received grace. Kuna wimbo kule kwetu unasema umenipendelea, umenipendelea. Unaona kakasuti nimevaa? Nikadani kidogo, usikaona hivi. Nilitoa pesa kidogo. Nikaka ndio maana nimekuja nako niwatese. Nilikuwa na ingine. Nilikuwa na kingine kakuchoka nikamwambia leo ni mara ya kwanza kwenda Kibera. Watajua. Wataelewa. Nikachukua. Na kitaeleweka. Si hata wewe unaona? Kwa sasa. Secretary General amefika. Wewe imagine. Ninaema tu ndio imenibisha hivi. Yes. Ninaema tu ndio imefikisha. Everything I have, si kwa sababu mimi ni mzuri. Yes. And we appreciate that. We appreciate kwamba we are where we are kwa sababu ya neema ya Mungu ambayo imetubeba. Yes. The problem is we do not extend the same grace to the people that have offended us. Yes. Mungu angekuhesabia makosa ungekuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ephesians chapter 4, let's turn there. Niwaambie kitu alafu niwaache muende. Sije tukakosana bure hapa wakati mimi nimekuja tu na roho safi. Nataka muniachilie na roho safi. Ephesians chapter 4. Tutaanza verse 1. I'll say a few things. Now, before I say a lot or a few things about Ephesians chapter 4, nataka nikueleze kwamba Ephesians yenyewe imegawanya katika pande mbili. Kuna pati ya kwanza, Ephesians chapter 1 to chapter 3, inaongelea kuhusu doctrine, who you are, the identity yako kwa Mungu, that we were chosen, we were seated with Christ, we were predestined, we were saved by grace. Inaongelea kuhusu wewe. Ukisoma, nenda kusoma vizuri, chapter 1 to chapter 3. Soma chapter 3 neno la mwisho ama sentence ya mwisho. Inasemaje? Sentence ya mwisho. Verse 21. Verse 21, the Bible says in Swahili, Naam, atukuzwe katika kanisa na katika Yesu Kristo hata vizazi vyote vya milele na milele. Amina. Si tufunge tuseme amen tuende nyumbani. Amen. Ephesians, Paulo amemaliza kazi. Ephesians book 1 imeisha. Because ukiangalia vile Thessalonica imeisha mwisho, ukiangalia vile Kolosai imeisha mwisho, ukiangalia vile kila kitabu cha Paulo kimeisha mwisho, kimeisha kulingana na vile ameanza hapa 21 and 22. Is it 20 and 21? Now to him be able, who is able to exceedingly abundantly beyond all that we can ask, think according to the power that works within us. To him be the glory in the church in Christ Jesus Christ, to all generation forever and ever. Amen. Akafunga kitabu. First part. Then akafungua book 2 of Ephesians. Book 2 of Ephesians is about how we walk based on the establishment of our identity. Tunatembeaje sasa tukijua sisi ni kina nani? Mimi ninajua ni mume wa msichana anaitwa Monica. So hata ukuje na sura gani upate Bwana. Based on this fact that I am married to this woman, siwezi lala na mwanamke mwingine. Amen. Sio kama unanielewa? Huko kukupiga makofi because hiyo neno kuna vile imesumbua dunia. Na irudia, hauwezi lala na mwanamke mwingine. Yes. Huyu msichana nimemuoa for 21 years. We have a 20-year-old son. In December nitakuwa na turn 21 years in marriage.
sijaona uchi wa mwanamke mwingine kama huyu. Sijatongoza mwanamke mwingine kama huyu. Naelewa lakini I am committed to this woman. No, usifikiri kwamba sijakuwa na choices. Sijasema sijatongozwa. Usiseme kama sijapewa offer. In fact, there is one alikuwa mzuri sana. Nataka niwaambie jina lake. Nataka niwaambie jina lake. Asante, acha niachie. Sijatongozwa. Na unajua? Kwa sababu kirudi nyumbani namwambia, bwana wako yuko poa. Imagine ametongozwa leo. Bila kwambia kabisa. Na kama angelikuwa bwana mwingine, huyo angelikuwa ameenda. Lakini ndio mimi huyo nimekuja. Analinganga anasema, mimi naweza kuwa si mzuri sana. Naweza kuwa sijui sina shughuli sana. Naweza kuwa sijasoma sana. But you imagine wale wengine waliwachwa nikachukuliwa mimi. Imagine. That's the pride huyu mwanamke ako nayo. Based on certain information I know about myself that I am a man. Sijakuja hapa na rinda. Mwenye lakini based on who I know, mimi najua mimi nani. Nashangaa sometimes ile life unaishi pale nje haifanani na the identity of who you are based on what the Bible says. Book 2 inaongelea kuhusu how to walk. Nikianza chapter 6 kurudi inakuongelea how you work with, how you live with your employer. Najua ilikuwa lazima uende ukatafute pesa yako, but I don't think ili warranted kwenda kuinua mtu wa wenyewe juu mpaka ning'inie hivi. But thank God ilipatikana pesa. Bwana sifiwe sana. Ulienda kumsumbua, si ndio? Na zia jambo ulimpapasa kidogo hivi. So Yesu siji kama aliweka kando kidogo akaambiwa my lord please niruhusu dakika mbili tu. Kuna mtu nataka kushughulikia pande hii. Please hebu tani hiyo side sitaki uone. Akapanguswa akatoa pesa akamwambia Yesu sasa tuendelee. Now, it may not be the experience, but wewe unajua. Hivyo ndio handle mama jirani aliposumbua mtoto wako. Uliingia ndani akapiga magoti ya Yesu. Nipate dakika ngapi? Wakikuwa nakwambia dakika ngapi? Wacha nikashughulikie huyu mama alafu mtarudi tutaendelea. Kama si wewe unajua mwanamke ambaye aliambia Mungu nipatie likizo ya siku 2. Yesu asifiwe sana. Ukirudi kidogo hivi inaongelea kuhusu how to live with your children and how to live with your parents. Ikipanda kidogo hivi inaongea kuhusu how to live with your wife and how to live with your husband. Sio unanielewa? Kuna mahali kwamba wewe si umekosewa umefanya nini? Kuna mahali Ukristo unasema hapa ndio mahali ufiti. Hata uwe umekosewa level gani, kuna mahali Ukristo unakwambia hapa na nyamaza, nenda nyumbani, unatulia. There is a level, there is a demand that Christianity demands of you. There is a character that Christianity demands of you irrespective of the provocation. Wewe unatinga nakaa senari, nakaa kufungwa tu. Wewe unatinga. Chelsea. Kati ya Arsenal na Chelsea nani unafungwa? Ni Chelsea. Ndio maana nimesema wanafungwa. Jina tu nimepeana ingine lakini simuona imeenda. Sina mimi ni mtumishi wa Mungu. Sasa wamwamini kwa nini? Unasikia watu vijana. Nisikie vizuri. And this is why me I don't support EPL team. Unasikia vijana wameokoka, hapo jana walishika mic akasema huyu
tulimwingiza cha kike. Tulimwingiza cha kike. Cha kike. Haya, hiyo maneno imetokaje kwa mdomo? Ninajua ni maneno ya mpira, but how ilitokaje kwa kinywa cha Mkristo? Ninajua it's not, you don't mean it, but iliingia. Unajua mimi nimetoka Coast. Mimi ni Mgiriama by the way. Usianze kunipeleka Bariadi. Unajua sura yangu ni mbaya kama Balia, but mimi sio. Mimi choni. Tumia from Coast kabisa. Ukisikia Waswahili wanasalimiana ni matusi. Jaje, wewe come. Unashindwa hawa wanachokanana au wanasalimiana. Alafu unashindwa Wakristo wanashangilia mpira, alafu what is coming out from their mouth is foul language. How? Unapangusa bibi namna gani? Unasalimia bibi asubuhi namna gani? Kama mchungaji unasalimianga wa bibi? Imefika namna gani mpaka umwambie asalamu alaykum? Umeamkaje? Unaelewa mimi naongea nini? How? Unatukanaje? Najua mnaendesha bodaboda, najua mnakasirishwa. Unapeanaje mtu wa barabara kidole? Unapeanaje wewe mwokofu? Unainuaje kidole? No, nataka munieleze. Wewe ambao umejawa na Roho Mtakatifu, hiyo kidole imeinuliwa kivipi? Alafu hapa umekoja, wewe shangwe. Na hiyo shangwe peke yako. Mimi sina shangwe na wewe. Shangwe yako huko. When you read Ephesians chapter 4 to chapter 6, utaona imesema walk. Because nimekufundisha who you are, now I want you to walk. Mpaka Ephesians chapter 6 inasema sasa finally ukizivaa silaha, I want you to stand. Amen. Bwana sifa sana. Amen. Nataka uende ukasome Ephesians with this in mind. Nataka ukasome Ephesians ndio, and you not done what I said about each verse. Sema alikuwa anaongea kuhusu walk, wacha niweke walk, wacha niangalie walk ni gani, utaziona. Uende Ephesians chapter 6 verse 10 uone sasa where to stand, utaiona. Uangalie vile Ephesians imemaliza Ephesians chapter 3 verse 20 na 21. Alafu uone vile inaanza kitabu mpya na vile inaendelea mpaka Ephesians chapter mwisho ni nini? Ephesians chapter 6 verse 24. Akimaliza mara ya pili ya kwamba grace be with all those who love our Lord Jesus Christ with a love that is corrupted. Bwana sifiwe sana. Amen. Nimeongea mambo mengi. Nataka nitukuonyeshe kitu kidogo. Mimi nikikaa mahali na sikaningi vitu. Kule nyuma kuna kajiko kalikuwa kanafanya vitu. Nimeshuku baada tukimaliza kuna kitu huko. Nikushuku tu, mimi sijui kama ni ukweli. Lakini nimeshuku. Iko ni kwa jirani. Ile si jirani. Ile si jirani. Makatano umepatikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ephesians chapter 4 verse 7. Naomba niwaambie vitu vichache. But each one of you grace has been given. Each one of you. Kila mmoja wenu. He has said me grace has been shown. No, grace has been. Umepewa neema. Mahali pengine utaonyeshwa neema. But hapa umepewa, you have grace in your hands. The question is, what are you doing with it? You've been given grace. What is grace? Grace ni kibali cha ambacho hakustahili. So wewe umepewa kibali ambacho si cha kustahili. So what do you do with it? You extend grace kwa watu ambao hawastahili. Bwana sifiwe sana. Hapa katikati, let me show you something else. Verse 7. But each of you have been given grace.
according to the measure of Christ's gift, kulingana na kipawa cha Kristo. Now, si kulingana na kipawa cha Kristo ndani yako ili useme ati huyu amepewa neema nyingi, huyu amepewa kidogo. Soma vizuri. Ni each of you have been given grace according to the measure of the gift of Christ. Gift of Christ ni nusu. Kipawa cha Kristo ni nusu. No. So God has given you the complete grace. But before akwambie ufanyie nini, anakupatia evidence. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye aliyeshuka, yeye aliyepanda ni yeye aliyeshuka. Na aliposhuka aliwapatia vipawa. Wengine akawafanya kuwa mitume, wengine akawafanya kuwa manabii, wengine akawafanya kuwa wainjilisti, wengine akawafanya kuwa wachungaji na walimu. Najua kuna wengine hapa wanaitwa wainjilisti. Hapa najua nikiwauliza wataniambia kazi yangu mimi kama mwinjilisti ni kwenda kuhubiri injili. So tunapatana hapo. Yes. Kazi ya mchungaji ni kulea kondoo na kuuliza usome vizuri Ephesians chapter 4 verse 11. Nikutoe kutu kidogo. Because this, let me tell you the truth. This is part of the reason kwa nini makanisa yetu hayakui. Kwa sababu tumekosa kuelewa kipawa na vipawa vya Mungu ndani ya maisha yetu. Now, listen carefully to what I am reading. Carefully what I'm reading. Verse 11. And he gave some as apostles. Number 1. He gave some as prophets. He gave some as evangelists. He gave some as pastors and teachers. Wote walipewa, si ndio? 12. Why were they being given? To equip the saints for the works of... Why were they being given? To equip the saints for the work of ministry. Ukitaka kuisaidia sana, for the works of service. Why should we equip God's people for the work of service? Anaendelea kusema to build the body of Christ. Tunaelewana? Yes. Tunashikana vizuri. Hawa watano walipewa, of course mimi nawaita wanne, but I'll explain to you why ni wanne si watano. Hawa watano walipewa ili wawaimarishe watu wa Mungu kwa ajili ya kazi ya huduma. Kwa nini waimarishwe kwa ajili ya kazi ya huduma? Ili verse 12, ili mwili wa Kristo ujengwe. Sawa? Mwili wa Kristo ni gani? Ni huu, si ndio? Kwa nini mwili wa Kristo ujengwe? Ama mpaka wapi? How do we know that we have attained the building of the body? When we attain the unity of faith, of the knowledge of the Son of God. Now, I want you to pick this up. Nataka uandike hivi. So, he gave some, number 1, apostles, some pastors, some prophets, some evangelists, some, nisikize vizuri, some pastors and teachers. Not some pastors, some teachers. I want you to note, Biblia yako inasemaje? Pastors and teachers haina some, kumaanisha kuna uwezekano pastor and teacher wako mahali pamoja. That's why mimi nawaita ni wangapi? Now, let's assume bado ni watano or wanne, whichever. Hawa wanne ama watano walipewa kazi gani? Biblia inasema wawaimarishe watu wa Mungu kwa ajili ya... Ni kina nani wanafaa wafanye kazi ya huduma? Kulingana na hiyo verse. Kulingana na hiyo verse. Ni kina nani wanafaa kufanya kazi ya huduma? Watu wa Mungu. Hawa jamaa wanne ama watano walipewa ili wawaimarishe watu wa Mungu kwa ajili ya kazi. So ni nani anafaa afanye ministry in the church? Watu wa Mungu. Is it the pastor? No. Is it the evangelist? Is it the prophet?
Nikiita nataka wahuduma, watu ambao wanafanya huduma waje hapa mbele. Ni watu wangapi watakuja hapa mbele? Ni watu wangapi wanafaa waje hapa mbele? Sasa hii nikisema waje hapa mbele, wahuduma ni wangapi hapa kanisani? No, usinichenge. Hiyo ni ujuzi umepata sasa zaidi sekondi mbili zilizopita. Wahuduma ni wangapi hapa kanisani? Ni huyu. Wale wanaketi kwa hivi viti na wale wanaketi kwa hivi viti. Hawa ndio wahuduma. Nikisema wahuduma wabaki, pastor expects 17 at most. Wale watu wengine wote si wahuduma. Wanaenda nyumbani. Isn't that what we've been doing? Sema ndio. Nasema kwa sauti pastor. Yes. Hata kama nakukanyaga. Sema kwa sauti. Si hivyo ndiko tunafanya. Tukisema wahuduma wanabaki, tunabakisha watu praise and worship 7, ushers 2, deacons 3 na mama mchungaji, sijui na nani na intercessor. Mimi sijui watu intercessor wanafanya kazi gani. But sawa tu, tutaongea kitu baadaye. Tunabaki na watu 15, tunapika chai, tunaongea kuhusu huduma. What does this verse say? Because Christianity is guided by what the Bible says, not by what we think. He gives some to be apostles. He gives some to be prophets. He gives some to be evangelists and some to be pastors and teachers. Kazi yao ni kuwaimarisha hawa ili hawa wafanye kazi ya huduma. Kazi ya huduma ni gani? Kuhubiria wenye dhambi, kwenda hospitali kuombea wagonjwa, kwenda prison, kwenda si ndio kazi ya huduma ambayo kwa sasa tumeiacha kwa wimbo tu. Kwa hivi sasa huyu ndio anatembelea wagonjwa hospitali, huyu ndio anaenda kuzika, huyu ndio anadedicate watu. Hizo kazi za huduma ambazo huyu kazi yake na wale wengine ni kuimarisha nyinyi ili nyinyi muende mkafanye. Shetani amefanya nyinyi kuwa spectators. Alafu huyu ni superstar. Ndio maana lazima aje ameng'ara because he's coming to a concert. Anakuja kuperform, our impress nyinyi because yeye ndio the performer. You understand what I'm saying? Now let me surprise you. The evangelist mahali kwa kufanya kazi ni wapi? Uko je, ndio? Kwenda kuhubiri injili. Soma vizuri ya kifungu. Biblia inasema aliwapa wengine kuwa wa mitume, wengine kuwa manabii, wengine kuwa evangelist, wengine kuwa wachungaji na walimu, ili hawa wote 5 wakae hapa ndani wawaimarishe hawa waende nje. But what did we do? Shetani alidanganyaje? Tukachukua mwinjilisti mmoja tukamwambia sasa wewe ndio kapigana vita peke yako, sisi tuko hapa tunakuombea. Is that how God decided to? Read the Bible. An evangelist is supposed to assist the pastor in the church in teaching these people evangelism. A teacher is supposed to assist the pastor in teaching them doctrine. A prophet is supposed to assist the pastor in telling them what the Lord says. An apostle is supposed to assist the pastor in doing whatever he's supposed to do. If you ask me, administration. But watch your story kwanza. These 5 people are supposed to work together in this church to equip these people ili hawa watu watoke nje kwenda kufanya huduma. Let me ask you, simple mathematics. Nimesikia you are an evangelist. Tukikutuma wewe peke yako kuhubiri injili, how many people do you think utakuja now after a week? 3, 4. Sawa? Nikikwambia ukae hapa uwafundishe hawa, alafu uwatume nje, watakuja na watu wangapi? Do you see where the mathematics is going wrong? Instead of being here, equipping these people so that these people can go out and preach the gospel. Hata kama kila mmoja atakuja na mtu mmoja, next Sunday we have 20 more people compared to wawili wako. You understand what I'm saying? Yes. Kuna kaujinga fulani shetani, kuna kaujanja fulani shetani alikapenyeza, and we bought it, tukaikunywa, and we made that the norm. But it is working totally against the plan of what God purposed for the church.
Yesu asifiwe sana. But that wasn't something nilikuwa nataka kuongelea. Anasema grace has been given. Nataka urudi kwa verse 4, 11 and 12, uchukue the progression of thought. Hawa walichaguliwa kina nani? Walipewa kazi gani? Ili nini ifanyike, and then jiweke mahali huko. If you are a saint, jiseme I'm supposed to be here. Now if I am a saint, inamaanisha I'm supposed to be fed by 5 people. Who are they? Pastor Wekesa, Pastor so and so, Pastor so and so, together. Ili mimi sasa nitoke niende nikafanye. Ukumbuke the command ya kwamba mtaekelea wagonjwa mikono watapona haikuambiwa mitume, iliambiwa waumini. Hello. The command ya kwamba nendeni mkahubiri injili haikuambiwa wa disciple peke yake, iliambiwa waumini. The command of doing ministry was made to the saints, to the believers, not the apostles. Now, the apostles pia now ni saints, so they have to go on their own as saints. But you cannot heap the job of expanding this church on 2 evangelists ambao hata mwanzo hamwalipi mshahara, wanajitafutia lishe yao. They are busy doing things. Alafu mnasema unajua church yetu hakui because the evangelists were doing. You know? Francis, unajua kanisa haikui because evangelists wote wanafanya kazi yake. Kasi utamwona tu yana tupeleka boda boda. Kanisa itakuwaje wakati mwinjilisti haombi? Kanisa itakuwa pumbavu. Kanisa haipui kwa sababu wewe haujaketi katika mafundisho ya mitume, manabii, wainjilisti, walimu na wachungaji ili uimarike. No wonder we have a Christianity ambao watu wanatembea yani hawajakomaa kikamilifu. They have not holistically been built. Unajua kwa nini? Kwa sababu wanategemea huduma ya mchungaji peke yake. Apostle aliambiwa ndo kafungue makanisa, mwinjilisti akaambiwa hapa sio kwako, nenda kuhubiri injili, nabii akaambiwa hapa sio kwako, nenda msituni ukamtafute Mungu, mwalimu akaambiwa awe keti, tutakupatia semina mara moja kwa mwaka ufundishe, but don't worry about it. Mimi pastor ndio overall. It's like upeleke mtoto shule na mwalimu wa maths afukuzwe, aambiwe wewe ndio ukafungue duka maana unajua hesabu, mwalimu wa agriculture aambiwe ndio ukalime ulete chakula, mwalimu wa science aambiwe wewe ndio katibu watu hatuhitaji. Hapa yule mtu tunahitaji ni mwalimu wa English tu. So unakuta mtoto anatoka na kizungu. Lakini ukimwambia 1+1 anakuambia what is that? Unamwambia no, that is germs. Nakwambia yeah, that is germs, but what does it do? Because hajafundishwa science. Doesn't know. Na anajua kizungu lakini no wonder utakuta makanisa ambayo yanategemea mchungaji ambaye ni fire kwa maombi, hawajui neno wapatie masaa 5 waombe. Unajua hapa roho ameshuka. Wakalishe wafundishe Biblia. Wote wamelala. Wapeleke kwa uinjilisti wakahubiri. Hawajui hata kusema Bwana sifiwe, nimeokoka. They have no idea. Why? Because instead of the evangelist sitting and teaching them how to evangelize, the evangelist is busy. Nikiwapatia daktari mkubwa wa kansa mmoja na niwaambie huyu ndio mtakuwa naye maisha yenu yote, will you send him to Kenyatta or will you tell him wacha wengine wakufe lakini fundisha wengine tupate 10? What do you do? Si hadi Kenyatta akafundisha akaponya wale wagonjwa. The problem with that ataponyesha 7 but akikufa hakuna daktari wa kansa tena. So I'd rather sacrifice those 10. Mwambie kaa hapa, fundisha hapa, so that baada hawa 10 kufa, none will ever die anymore. Understand what I'm saying? Yes. This is church organization. Church with a vision. Ilikuwa nasemaje? Grace has been given unto you. Now, I will have said a lot of things and I wish I had time. But nenda mwisho, mstari wa mwisho wa mlango wa mwisho. Mstari wa
nimesoma sana. What is this verse? Yes. So nilikuwa nimewambia, so chapter 3 inaongea kuhusu sasa vile tutatembea, na chapter 4 verse 1 inasema tena vile tutatembea, na itaendelea tu chapter 17 14 4:17 vile tutatembea mpaka ikifika mstari wa 32. So we are chapter 4 ndio tunaanza mambo ya kutembea. Ukifika mstari wa 32 inasema, na I wish ningelikuwa nimesoma mambo mengi, because mstari wa 31 inasema, let all bitterness, wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with any malice, but be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other just as God has forgiven you. Bwana Yesu asifiwe sana. Mengi nimeyasema, vitu 4 ambavyo a church needs to build kama zinataka kukua. Nazita the 4 E's. I've told you about the organization of a church, where you need to have the pastor, the evangelist, you need to have the teacher and the prophet and the apostle. All of them gather together, waketi waseme hawa watu wa Mungu tunawaongoza namna gani. No wonder in our church I have 4 associates with diverse gifts, but wote nimeambiwa hamtoki hapa. We have a problem with the current church where tukiona kijana ameinuka vizuri anaweza saidia, instead ya kumwacha hapa ndani ili tuwe na team ambayo imeimarika, tunamfungulia kanisa. So eventually we weaken the pastor, because the person ambaye alikuwa ni asaidie tumemtuma msituni akaanze peke yake. So now we have 2 churches that are weak. Umeelewa? Ni church mbili. Halafu mwingine kiamuka tena utasema huyu ni mzuri pia naende. So now tuna a weak pastor that does not have help, and then we have 2 pastors ambao ni weak lakini tuliwafungulia makanisa. Can you imagine kama huyu angeliambiwa baki hapa, we have some work to do, yule mwingine ambaye baki hapa mpaka wafike 7 pastors all powerful. Can you imagine where this church will go? Kanisa ambayo ina majemadari 7 wote ambao wanaweza kufungua kanisa na ikakua, lakini waseme umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. We want to put our resources together, our energies together, our powers together, our gifts together to change Kibra together for the gospel. Niambie tutageuza hii taifa yetu vipi? The problem is that most ministry wanataka waseme tuna makanisa 72. So kadude kakiamuka hata kama akajaiva vizuri kametuma mbele peke yake, kame struggle mpaka kana burnout kana kufa, kakifaulu Mungu amesaidia inatuma kingine. So we are scattered, watu wako weak, instead of retaining the team and building a team. Mpaka mchungaji akitoka akienda safari, mgeni akija, mchungaji hana haja kukimbia mbio arudi apokee mgeni. Siongee kuzuia kanisa, naongea vile mambo kwingine inafanyika. Hapana, SG anakuja. Siko. Wale nimeacha hapo. Hapana, hata kama nitakesha kwa barabara, hiyo kanisa lazima nikue. No, I understand. Thank you for the honor. Asante kwa kuniheshimu. Asante kwa kutaka uwe wakati niko for the first time. Ni heshima. Ninajua you've gone beyond yourself to make sure uko hapa. And I thank God and I believe there is a reason why uko hapa, ili usikie yale maneno mimi nasema kama you are senior and you are SG. I think it was divinely. Naelewana? But in other churches, that's not the initiative. That's not the thinking behind it. The thinking is hapana. Hiyo kanisa kama siko ni nawaacha tu waendelee tu, lakini kama kuna kuja mgeni, dunia lazima igeuke juu chini, lazima niwe hapa, because nisipokuwa hapo hiyo kanisa inaweza anza saa 8 jioni. Unaelewa? Yes. Inaweza anza saa 8 jioni. Mchungaji mgeni atashindwa, hawanao ni wakina nani? Sio mchungaji anavaa vizuri akija conference. Sasa hawanao ni watu wakina nani? No, nimekuja kuambia nini? You have received grace. Extend that grace to that brother that offended. You have received grace.
You have received grace. Angalia nyuma, yule ambaye ulimcancel, ulieleza kwamba uko na neema ya ku-extend. So that usibebe watu kulingana na yale waliyokutenda. Because kama Mungu angefanya the same na wewe, you'll be finished. You have been given grace. Show grace. Ndio maana mwisho anasema forgive each other as Christ forgave you. So Mungu awabariki watu wako. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Allow me to invite my wife aje awasalimie kwa dakika kidogo. Awambie jina si muongezi sana, atawacha kuja awasalimie. Karibu. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Acha niseme nimepata kibali mbele za Mungu kuja mahali hapa. Niliona hii kanisa mtandaoni wakati wa mama walikuwa wametembea mahali hapa. Nikasikia ya kwamba ningelikuwa. Kwa neema ya Mungu, Mungu alikuwa amepanga ya kwamba leo tutakuwa mahali hapa na nimebarikiwa kushiriki pamoja na nyinyi. Nyinyi ni kanisa zuri, kanisa la ajabu. Tunzaneni mmoja na mwingine. Vile neno limepita, tusameheane mmoja na mwingine. Acha tupendane mmoja na mwingine na ili kanisa litaenda mbali. Usikuwe na nafasi. Biblia inasema ya kwamba linda moyo wako kuliko vyote unavyolinda. Maana hapo ndipo inapotoka chemichemi ya uzima. Kwa hivyo usiwe na nafasi ya kutokusamehe mtu, usiwe na nafasi ya kubeba mtu. Acha Mungu atusaidie ya kwamba neema ile ambayo Mungu ametuwezesha nayo, alitusamehe nayo, anayotubeba nayo, tuweze tukabeba wengine. Otherwise, majina yangu naitwa Monica Maguba, mke wa mchungaji Mwangala, na kwa neema ya Mungu mimi ndio chair lady wa Pastors Wives Fellowship ya Grace Covenant Church. Mwenyezi Mungu awabariki sana, na wamama tukutaneni Kiandegwa, vijana na wangojea Voi. Mungu awabariki sana na watende